بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة في الله، أوصيكم مع أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال الله تعالى في محكم كتابه تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 حريفا. Ndugu zangu Waislamu, himdi zote na sifa zote anayestahiki kupewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba katupa Uislamu pasina kumwomba au pasina kumwandikia barua. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe asema yeye ndiye alichagua akakupa wewe Uislamu na mwingine akakataa kumpa Uislamu. Kwa hivyo, kwa neema hii ya Uislamu, mwanadamu anafaa awe na shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rehma na amani zimfikie kipenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mtume ambaye kwamba alitufikishia ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa juhudi zake zote, kahakikisha kilma cha la ilaha illa Allah walhamdulillah kimefika ukambani. Alhamdulillah. Lau si Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau si bidii ya Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa tuna matatizo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlipe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam malipo ambayo kwamba ni makubwa, ambayo kwamba yeye mwenyewe ndiye yajua. Leo tutaangazia aya miongoni mwa aya zinazozungumzia kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maanake tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, tuko ndani ya saumu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii saumu ni kama zawadi Mwenyezi Mungu katupatia. Wale wanaochukia saumu mimi wananishangaza, wale wanaochukia swala mimi wananishangaza, kwa sababu hivi vitu ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saumu ni ya Allah na hakusema atailipa nini, na swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkataba baina ya mwanadamu na yeye. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, alizungusha amana katika mbingu na ardhi, wote vitu vyote vikakataa, wa hamalaha al-insan, akaichukua mwanadamu. Kisha Mwenyezi Mungu asema innahu kana zaluman jahula, mwanadamu akawa amejidhulumu tena mjinga. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuita wajinga na ana haki ya kutuita. Nani atambuliza? Innahu kana zaluman, akawa mwanadamu amejidhulumu nafsi yake, jahula tena mjinga. Kwa sababu gani? Maulama wao wanasema miongoni mwa amana alizochukua mwanadamu ni swala. Swala hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ndiyo itakuwa hesabu ya kwanza, ndiyo itakayomsababishia mwanadamu kuingia peponi bila ya hesabu. Kwa sababu ukishika swala kuna mambo matano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameahidi mambo matano.
Moja katika hayo mambo matano anakuingiza peponi bila ya hesabu. Sasa wewe jiulize nafsi yako, dhambi zile unazozifanya au mimi dhambi zile ninazozifanya, ikiwa nitakataa kuswali nifanyiwe hesabu, kweli pepo nitaingia? Sijui kama tunaona Waislamu, lakini watu wanaikimbia. Sio mada hiyo. Mada ni hii tunayezungumzia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi nyinyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, nimewafaradhieni juu yenu saumu ya mwezi wa Ramadhan, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama nilivyo wafaradhia kaumu iliyopita kabla yenu nyinyi, la'allakum tattaqun, ili mupate uchaji wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inaonesha saumu inaleta uchaji. Angalia mtu akiwa na saumu vile anakuwa na takwa, anakuwa na uchaji, anakuwa na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, ili iweze kupatikana uchaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia msishtuke kuona pengine nitawaachia hii mfunge Ramadhani mwaka mzima au miaka miwili mwaka 10. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo mbele akasema ayaman ma'dudat, ni siku chache sana, ni siku 29 peke yake. Wallahi wa billah, na siku ndizo hizo zinasonga kama mbio, kama balaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika zama za mwisho mwaka utakuwa ni kama mwezi, mwezi utakuwa ni kama wiki, wiki itakuwa ni kama siku, siku itakuwa ni kama lisaa. Na naam, ni kweli. Mimi nakumbuka na miaka 6 sasa nikihesabu Ramadhani namna inavyotembea mbio. Zile Ramadhani za nyuma nilikuwa sizitia akilini, lakini kuna wakati ulifika ngaanza kuona siku zinakimbia sana. Tukikaa tukicha Ramadhani hii, tukikaa tukicha Ramadhani hii, kasema hebu acha nianze kuhesabu. Nikaanza kuhesabu. Ramadhani ya kwanza ikapita. Ngija kushtuka Ramadhani nyingine ikapita. Ngawakumbusha jamaa, nakumbuka jamaa nikiwaambia Ramadhani iko karibu, hii tayari ishaingia. Tukishtuka tena ya 3, tukishtuka tena ya 4, tukishtuka tena ya 5, hii ni ya 6. Allahu akbar. Angalia Ramadhani namna zinavyotembea haraka haraka. Ndio Mwenyezi Mungu anasema ayaman ma'dudati, ni siku chache sana. Sasa tuzungumzie hii saumu sasa. Yambaghi lilmuslim, yamfaa muislam ayarifa saumu junna, ajue kwamba saumu kitu cha kwanza ni kinga kwake. Saumu sio punishment, saumu ni kinga kwa muislam. Wa wiqayatu shahawat, na yenyewe saumu yenyewe inampunguzia mwanadamu kutokamana na matamanio ya mwili, matamanio ya jinsia. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusu kupunguza shahawat. Shahawat ni matamanio, yani ya kumtaka mwanamke. Mwezi wa Ramadhani mchana si rahisi mwanaume kutaka mwanamke, si rahisi. Ukiwa na saumu utamtaka mwanamke wa kazi gani? Viongozi wanasema wakati unapokuwa na njaa viungo huwa vimeshiba, na wakati unaposhiba viungo huwa na njaa. Sasa ikiwa wewe uko na saumu, viungo vimeshiba, hakuna kiungo cha hitaji kufanya dhambi, tupu haitaki kuingia popote, wala mkono hautaki kufanya nini, wala mdomo hautaki kufanya, japo si watu wote, kwa sababu wanadamu wako wanadamu wa kushangaza sio. Sijui kama tunaelewana. Wewe huwezi tia akilini mwanadamu kutembea na maiti. Nikikwambia namna hiyo labda utashangaa, kwa sababu si kitu cha rahisi. Lakini kuna watu wanatembea na maiti shehe. Mtu anamfungua maiti, anamweka vizuri na anafanya naye shughuli na anamaliza, anamfunika. Yani jambo ambalo kwamba haliingii katika akili. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hii saumu inapunguza shahawati hivi. Faqal, akasema
ya ma'ashara ash-shabab, enyi jamii ya vijana kuanzia miaka 15 mpaka miaka 35. Huo ndio ujana. Miaka 35, miaka 36 mpaka miaka 55, hiyo ni maqam baina ya ujana na baina ya uzee. Hauko uzeeni wala hauko ujanani. Kuanzia miaka 56 kuendelea mbele, sasa wewe tunakuita mzee, jina la heshima. Ukisikia mtu akikuita mzee anakuheshimu, lakini ajabu tumeona sisi, unamuita mtu mzee, asalamu alaykum mzee, anakuambia mzee ni wewe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika mambo ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hayana dawa ni uzee. Uzee hauna dawa. Uzee ukija umkuja, kwa hivyo ukija ukubali. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya ma'ashara shabab, enyi nyie wana Adam, enyi nyie vijana, kwa sababu ashababu nisfu aljunun. Ushabab, ule ujana unafanya mambo ya kipuzi sana. Unaweza tembea pale barabarani bila shati na wala hauoni kama jambo kubwa. Waweza tembea na suruali fupi wala usione kama kitu. Waweza kufanya mambo ya kipuzi mbele za watu, ambapo kwamba mtu mzima ambaye kwamba yuko katika maqam ama ameingia katika uzee hawezi kuyafanya. Ndio maana Mtume akasema ushababu ni nusu ya wazimu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istata'a minkum alba'ata, yule anayeweza kuoa. Alba'ata ina maana mbili. Wanazuoni wanasema maana ya kwanza ni ya kumlisha mwanamke chakula na kumvalisha mwanamke nguo na kumfanyia kitendo cha ndoa aweze kuridhika, ndio maana yake. Falyatazawaj, basi aoe. Waman lam yastati, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ikiwa huwezi kufunga, ikiwa huwezi kuoa mwanamke ukamweka nyumbani ukamlisha chakula, anasema waman yastati' minkum ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar. Kuna kitu nimerusha pale, fa innahu aghaddu lilbasar, kwa sababu ile saum ile kule kuoa kunapumbaza yale macho. Ukimwangalia mke wako namna alivyojipamba ndani ya nyumba vizuri, lile jicho lako linatulia, inakuwa huna haja ya kuangalia mwanamke mwingine. Wa ahsanu lilfarj, na pia tupu yako inaweza kuokoka na kufanya mambo ya maasi ya maovu. Unajua zinaa ni mbaya sana. Watu hawajui kama zinaa ni mbaya, lakini zinaa, hakuna kitendo kiovu kama zinaa. Zinaa ni mbaya sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hazini mwenye kuzini ila vile anavyovua nguo zake ndivyo anavyovua yani ile imani yake. Yani wewe ukibaki pale uchi katika kitendo cha zinaa, huna hata chembe ya imani. Ina maana kwamba Mwenyezi Mungu akichukua pale roho yako finari jahannam, una motoni tu direct. Ukivua nguo unavua imani yako, ukishamaliza ukivaa wavaa imani yako. Zinaa yaleta ufukara, pesa hazipatikani. Zinaa inaleta shida. Zinaa inatingisha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapofanya uzinifu, arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatingika. Allah anauliza kuna nini? Anaambiwa ni malaika, ya Rabb, ni mja fulani wako katika mji fulani anafanya kitendo fulani. Yani arshi ya Allah inatingika kwa sababu yako wewe au kwa sababu yangu mimi kufanya kitendo kibaya. Sasa wa ahsanu lilfarj inafanya ile tupu ikaweza kuwa na utulivu, ikaweza kuwa na kuingia katika njia njema, kwa sababu ukifanya zinaa wapata madhambi, na kinyume chake ukifanya na mke wako wapata thawabu. Sijui kama waleo, inna shaqiyun la shaqiyan asal, katika kitabu cha Zubad inasema inna shaqiyun la shaqiyan asal,
hakika muovu ni muovu tangu kuzaliwa. Wa aksuhu saidu lam yubaddal, na kinyume chake mema habadiliki. Kwa hivyo kila kitu kina kinyume. Ikiwa upande huu wapata madhambi na upande huu wapata nini? Upata thawabu. Waman lam yastati', Mtume asema ikiwa huwezi kufunga basi huwezi kufanya kitendo cha ndoa, ama ikiwa huwezi kuoa mwanamke, fa alayhi bisawm, funga. Fa innahu lahu wijaan, kwa sababu ile kufunga ni kinga. Ukifunga hutamani mwanamke bwana, wala hutamani kumwangalia, na hata ukimwangalia umwangalia tu ile basi huna habari naye. Wasaumu junna, saumu tena ni kinga. Mtume anasema mwanazuoni mmoja anasema asomu junna ni kinga, minallagwi, kutokamana na ufuzi, walfusuqa, na mambo ya kifasik, yani mambo ya ujinga, mambo ambayo tukanana, mambo ya kusengenyana, mambo ya michezo ya kijinga. Wewe ukiwa na somo huwezi kwenda kucheza bodi, ni ngumu sana, kwa sababu utakwenda kucheza mpira ukiwa mfunga. Kucheza mpira taka uonkule ushiba bwana. Na ukiwa wacheza mpira shekhe, ukiwa na saumu, hiyo saumu siku hiyo sijui itakuwa namna gani, lazima utaiona. Ukiulizwa wewe mwenyewe utasema hiyo saumu ya leo ni ngumu sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ukifunga, ikiwa mtu yeyote atakuja kutukana, kwa sababu saumu ni kinga, akikutukana mtu akuletee maneno mabaya. Kuna watu wakifunga wana hasira, si nilisema tena, kuna watu wakifunga huwa wana hasira sana, hawataki kuzungumza na mtu, na ukimuuliza swali kidogo anakujibu vibaya sana, kinyume na saumu. Ukiwa na saumu yafaa uwe na roho nzuri, yafaa uzungumze na watu. Sasa Mtume Muhammad anasema ikiwa mtu atakutukana, basi faliyaqul inni saimun, basi mwambie kwamba mimi nimefunga. Wayajtahidu almar, yafaa ajitahidi mtu sasa kutokamana na saumu. Sasa inafaa mtu ajitahidi sana, anadhabt nafsahu, aidhibiti ile nafsi yake, aidhibiti ile nafsi yake kutokamana na kukasirika. Muislamu anafaa anapofunga ajaribu sana kudhibiti ile nafsi yake kutokamana na kukasirika, na adhibiti tena na ulimi wake. Manake ulimi ni kiungo ambacho kwamba ni kiovu, ni kiungo ambacho kwamba ni hatari. Huweza ukazungumza kitu ukajaribu kukiregesha katika mdomo kikashinda kurudi. Ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi natoa dhamana kwa yeyote mwenye kuhifadhi vitu viwili, basi nitamtetea aingie peponi. Akaulizwa ni vitu gani? Mtume akasema ulimi na tupu. Angalia, kuna maswahaba walikuwa wakitembea wanaweka vijiwe katika midomo. Ukimuuliza kitu kabla hajajibu, ile kutoa kile kijiwe katika mdomo ndio inampa nafasi ya kuweza kufikiria atakujibu kitu gani. Hao ndio maswahaba, na sisi tunafaa tuwe kama wao. Si ukiulizwa kitu namna hiyo ushajibu vibaya. Kwa hivyo inafaa mwanaadam pia achunge sana ulimi wake pia na viungo vya mwili wake na moyo wake, kutokamana na Waswahili wanasema nini? Kutokamana na ujauri. Mtu akifunga hafai kuwa mjauri. Mtu akifunga hafaa kuwa mtu mpole, anafaa kuwa mtu mkarimu, anafaa kuwa mtu mwema. Saumu tena tukiendelea ni kinga, wasitra minan nar, na saumu yenyewe inakustiri wewe kutokamana na kuingia moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba vitu viwili, aliumba pepo na akaumba moto. Akasema huu moto ni wa wale wenye kuniasi mimi, na hii pepo ni ya wale wenye kuniabudu mimi. Musa alayhi salam siku hiyo amuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini Mwenyezi Mungu kaumba moto?
kulikuwa hakuna kitu kingine inaweza kufanyia hawa watu, lazima tu moto. Mwenyezi Mungu akanyamaza. Baada ya muda akamwambia panda. Musa akapanda. Baada ya kupanda mchele au mtama, baada ya kumaliza akamwambia vuna, akavuna. Baada ya kuvuna Musa, Mwenyezi Mungu amwangalia tu, akavuna. Baada ya kumaliza, kama sisi vile tunavuna mahindi, tunaweka matakataka kando, tunaweka na mahindi kando. Musa akachukua chakula akaweka store, yale mahindi yale majani akayapiga moto. Mwenyezi Mungu akamuuliza, fanya nini Musa? Mbona unapiga majani moto? Ambia Rabbi, sina kazi na haya majani. Mwenyezi Mungu akamwambia, naam, basi na mimi wale watu ambao kwamba ni waovu kwangu, na mimi sina kazi nao, ndio maana nimewaandalia moto wa Jahannam. Kwa hivyo saum ni stara kutokamana na moto wa Jahannam. Fa inna ahla alilmi, kwa sababu wale wasomi wanatuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamunnu ala ba'd as-sa'im bil'itq min an-nar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahurumia baadhi ya watu wenye kufunga na kuachanisha uhuru kutokamana na moto wa Jahannam. Waweza ukafunga lakini ikawa wewe unafungia bure kwa yale mambo nimesema nyuma. Sijui kama tumeelewana Waislamu. Sasa wataka kuniambia ikiwa wewe umefunga na ukafunga, wewe wajihesabu kwamba umefunga, lakini zile sharti za kufunga hukuzipata, hukwenda nazo vile zinazotakana, watarajia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuweka katika list ya watu wa kuacha uhuru na moto? Haitawezekana. Na tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yeyote atakayefunga yauman fi sabilillah, siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man sama yauman fi sabilillah, mwenye kufunga siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, siku moja, one day, kama leo, ba'ada Allahu wajhahu anin nar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humweka mbali na moto wa Jahannam 70 harifa, steps 70. Steps 70. Step moja, step ya pili, yani kama vile ukitembea, hiyo ni moja, ukirusha tena ya pili, ukirusha tena ya tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuweka mbali na moto wa Jahannam kwa step 70. Hiyo ni siku moja. Niambie, kama umefunga mwezi mzima wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuweka mbali namna gani na moto wa Jahannam? Muislamu, tuacheni mchezo na saumu, tufungeni saumu namna inavyotakikana, na tumridhishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna inavyotakikana. Tena hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni kila siku, kama vile nilivyowaambia tangu Ramadhani ilivyoanza. Leo ni siku ya ngapi? Siku ya ngapi leo? Leo ni siku ya 7, sio? Tangu Ramadhani ianze. Kutoka Ramadhani ianze, Mwenyezi Mungu anaacha watu mamilioni na mamilioni dunia nzima ambao kwamba walikuwa wastahiki kuingia katika moto wa Jahannam. Unajua kuna watu wanastahiki kuingia moto wa Jahannam. Ukiacha Ijumaa siku 3 unapigwa muhuri wa Jahannam. Kuna mtu anajua namna hiyo? Ukikosa Ijumaa ya kwanza, moyo wako unakuwa mweusi nusu, robo. Ukikosa Ijumaa ya pili, moyo wako nusu unakuwa mweusi. Ukikosa Ijumaa ya tatu, moyo wako mzima unakuwa nusu, kisha wapigwa muhuri wa moto wa Jahannam. Yani wewe wafaa kukifa tu, wewe ndio wapi? Ni kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote katika Bulughul Maram anasema, yeyote mwenye kusoma Ayatul Kursi dubura, nyuma ya kila swala, Ayatul Kursi, basi hakuna chochote kinachomzuia yeye na kuingia peponi isipokuwa uhai wake. Yani wewe, ule uhai wako ndio unaokusababishia wewe usiingie ndani ya pepo. Sasa na huyu mtu mwenye kukosa Ijumaa siku 3, naye kinachomsababishia asiende motoni ni ule uhai wake. Subhanallah. Saum
ni kitu ambacho kwamba ni muhimu sana kwa Muislamu, kinachomkaribisha mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ukifunga wewe unakuwa karibu sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wakazidisha maulamai wakasema, yeyote atakayekufa akiwa yuko na saumu, basi dakhala aljanna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humuingiza peponi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa mtii ulimi wa Bwana Muhammad anasema, Ramadhani ikiingia milango ya pepo huifungua yote. Hivi tunavyosema hivi, milango ya pepo yote iko wazi Sheikh, yote iko open. Na milango ya moto wa Jahannam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaifanya nini? Kaifunga. Sasa wewe mwezi wa Ramadhani umfunga, una saumu, kisha ukafa ukiwa na nini? Makilio. Wafikiri wewe uenda wapi? Wallahi uenda peponi bila hata maswali, waenda peponi kwa sababu umemridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikimalizia, anasema kuna mlango katika pepo, yuqalu lahu Rayyan. Huu mlango unaitwa Rayyan, yadkhulu minhu as-saimin. Huu mlango utaingia watu wenye kufunga peke yake yaum al-qiyama, siku ya kiyama. Pepo iko na milango 7. Baadhi ya maulamai wanasema iko na milango 9. Nilifungua katika internet, katika Google, katika kuangalia, nikakuta kuna mwanachuoni anasema pepo ina milango 11. Kwa hivyo anaijua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pepo ina milango mingapi. Kuna wale wanasema milango 7, kuna wale wanasema milango 9, kuna wale wanasema milango 11. Ajuai ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa moja katika hiyo milango, kuna mlango unaitwa Rayyan jina lake. Huu mlango Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, as-saimin, wale wenye kufunga peke yake ndio watakaoingia siku ya kiyama. Watu watakapokuwa katika mahshar, katika uwanja wa mawqif. Na nikawaambia tena, uwanja wa mawqif utakuwa kule Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda kufanya biashara, si mbinguni kule. Hatuingii mbinguni, tunaenda kumtafuta nani mbinguni kule? Hakuna mtu kwenda mbinguni. Pepo italetwa hapa hapa duniani na moto utaletwa hapa hapa duniani, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atabadilisha ardhi, haitakuwa hii, atabadilisha ardhi nyingine safi kabisa, ambayo kwamba haina sewage wala haina nini. Sasa watu watakapokuwa katika uwanja kutanadiwa, aina saimun, wako wapi wale ambao kwamba, aina saimina, wako wapi wale ambao kwamba walikuwa wakifunga wakiwa duniani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqumun, watasimama. Wale watu wakisha simama, mwenye wakutanadiwa kutaambiwa, ingieni katika mlango wa Rayyan. Ule mlango ule umeandikwa Rayyan juu yake, ingieni pale. Watu wataingia makundi makundi, kutoka wakati wa Adam alayhi salam, wakati huo wale walikuwa huko wakapewa saumu, mpaka wakati wa nani, mpaka wakati wa mwisho sisi umati Muhammad. Wafikiri ni watu wangapi ambao kwamba walikuwa wakifunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Tutasukumana katika milango. Wakishaingia watu, ule mlango unafungiliwa mbali, hakuna mtu mwingine atakayeingia isipokuwa watu wa saumu. Mwenyezi Mungu atujalie saumu zetu zikubaliwe, tusemeni amin. Mwenyezi Mungu atujalie saumu makbul, tusemeni amin. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuimalize Ramadhani, tusemeni amin, kwa sababu yeye ndiye mwenye ujuzi. Naweza sema tumalize Ramadhani, tusimalize Ramadhani. Na ikiwa tutakufa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tukutufe tukiwa na saumu, tusemeni amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.